Karibu. Takriban watu 7 wameuawa katika makabiliano kati ya maafisa wa usalama na wafuasi wa upinzani nchini Uganda, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Ghasia hizo zimeripotiwa kutokea katika eneo la Butambala. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi na risasi kuwatawanya wafuasi wa upinzani. Haya yanajiri wakati matokeo ya uchaguzi wa urais yakiendelea kutangazwa, huku Rais Yoweri Museveni akiongoza kwa kiwango kikubwa katika matokeo ya awali yaliyotangazwa. Awali kulikuwa na hali ya wasiwasi kufuatia ripoti za maafisa wa ulinzi kuzingira makazi ya mgombea urais wa upinzani kupitia chama cha NUP Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Huduma za interneti bado zimezimwa. Ili kufahamu zaidi kuhusu hali nchini humo kwa sasa, najiunga moja kwa moja kwa njia ya simu na mtangazaji kinara wa Dira ya Dunia Roncliffe Odit akiwa Kampala, Uganda. Odit, unanipata? Naam, nakupata kwa njia nzuri kabisa Hamida Abubakar. Naam, tunafahamu nini zaidi kuhusu machafuko au ghasia hizo ambapo watu 7 kama tulivyozungumza awali wameuawa na polisi wamezungumzia hili? Naam, kama ulivyotaja ni kweli kwamba katika eneo la Butambala ambalo ni nje ya mji mkuu Kampala kulikuwa na ghasia usiku wa jana. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba wafuasi wa mgombea wa upinzani Mwanga Kivumbi ambaye ni mwanachama wa chama cha NUP na alikuwa anawania ubunge katika eneo hilo waliweza kukabiliwa na maafisa wa polisi. Sasa kumekuwa na ripoti kinzani kwa sababu Mwanga Kivumbi anasema kwamba maafisa wa polisi waliingia nyumbani kwake na kuanza kuwafyatulia risasi watu. Yeye mwenyewe ameripoti kwamba watu 10 waliuawa na wengine 4 baadaye, hesabu ikiwa watu 14. Lakini msemaji wa polisi Bwana Kituma amethibitisha kwamba watu waliouawa ni watu 7 katika tukio hilo la kusikitisha. Tukiangazia matokeo ya uchaguzi wa urais, awali yalionyesha kwamba Museveni anaongoza. Kwa sasa bado hali ni hiyo ama kuna mabadiliko yanayoyote, Odit? Hamida, mpaka sasa bado Rais Yoweri Kaguta Museveni wa chama tawala NRM anaendelea kuongoza akiwa na jumla ya kura milioni 6, kidogo tu ya milioni 6, ikiwakilisha 75% hivi ya kura zote zilizohesabiwa. Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine wa chama cha NUP ana kura kama milioni 1.7 hivi, 21% ya kura zote zilizohesabiwa. Anafuatwa na mgombea mwingine Nandala Mafadi, Mugisha Muntu, Frank Bulira, Robert Kasivante, Mubarak Munyagwa na Joseph Mabirizi, hao wakiwa na chini ya 1%. Sasa kufikia sasa ripoti ambayo imeripotiwa ni kwamba vituo vyote ni kama 50,000 hivi. Hesabu niliyopeana ni ya vituo 22,758. Kwa hivyo kwa jumla ni kwamba bado tuko angalau 50% hivi ya vituo vimesharipoti kura zilizopigwa. Sasa tutarajie matokeo rasmi lini, Odit? Kama kila kitu kitakwenda sawa, kwa sababu muda wa saa 4 usiku, muda mchache kutoka sasa, kutakuwa na matokeo mengine ambayo yatatangazwa tena katika kituo kikuu cha kujumuisha kura. Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ametuarifu kwamba kufikia kesho saa 10 jioni huenda taifa hili likajua nani rais wao na viongozi wengine wa viti vya bunge na wawakilishi wanawake wa mabunge wa maeneo bunge mbalimbali kote nchini Uganda. Lakini kabla tu niondoke, Hamida, nikujulishe kwamba habari hizo za ghasia ndizo ambazo wengi kwa sasa zimewatia kiwewe, hususan hapa Kampala ambapo hali mchana mzima imekuwa tulivu kabisa, lakini kufikia jioni hii wakati tunapoongea kumekuwa na maeneo kadha wa kadha hapa ambapo kumeripotiwa kusikika milio ya risasi na vile vile kumesikika kidogo kukiwa na mabomu ya kutoa machozi, tofauti na hali ilivyokuwa mchana kutwa ambapo kulikuwa salama kabisa. Naam, asante sana Roncliffe Odit, ni mtangazaji kinara wa Dira ya Dunia TV. Kama alivyozungumza naye, tumempata kwa njia ya simu. Inaonesha bado kuna changamoto ya mtandao katika taifa hilo, na kama alivyoelezea, kura zinaendelea kuhesabiwa baada ya uchaguzi wa hapo jana. Katika matokeo yaliyotangazwa, tumesema Rais Yoweri Museveni anayewania urais anaendelea kuongoza akiwa na zaidi ya 75% ya kura, huku Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine akiwa wa pili kwa takriban 20% ya kura. Sasa mwandishi wa BBC Shuaib Ibrahim amekuwa katika kituo cha kutangaza matokeo jijini Kampala na kututumia taarifa ifuatayo.
Tume ya uchaguzi hapa nchini Uganda imetangaza baadhi ya matokeo ya hivi karibuni ya uchaguzi mkuu wa urais uliofanyika siku ya jana. Kulingana na takwimu za tume hiyo, tayari imekwisha pokea na kuhesabu zaidi ya 59% ya kura zilizopigwa siku ya jana. Na kutokana na matokeo hayo, rais wa sasa Yoweri Museveni anaongoza akiwa na 75% ya kura zilizohesabiwa. Mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine yupo katika nafasi akiwa na 20% ya kura ambazo zimehesabiwa hadi kufikia sasa. Lakini kulingana na takwimu za tume hiyo, ni idadi chache tu ya wapiga kura ambayo ilijitokeza. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Na sasa tusalie katika swala hili na Leila Mohamed ana maelezo zaidi kuhusu mchakato mzima wa kutangaza matokeo ya uchaguzi nchini humo. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni NRM 14,232 votes, representing 61.7% of valid votes cast so far. Ni matokeo ya awali ya kinyang'anyiro cha urais nchini Uganda ambapo rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni amechukua uongozi mkubwa dhidi ya mpinzani wake wa karibu, kinara wa chama cha NUP mwanamuziki Robert Kyagulanyi Ssentamu almaarufu Bobi Wine. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Uganda EC Simon Byabakama akitoa taarifa mara kadhaa katika siku ya Ijumaa kuwajuza wapiga kura nchini humo jinsi shughuli ya kuhesabu kura na kujumuisha matokeo inavyoendelea. Mchana wa Ijumaa, tume ya uchaguzi nchini Uganda ilikuwa inaripoti kwamba Rais Museveni alikuwa anaongoza kwa zaidi ya 70% ya jumla ya kura zilizopigwa Alhamisi Januari 15. Na kufuatwa nyuma na mpinzani wake mkubwa Bobi Wine ambaye alikuwa na 20% ya jumla ya kura zilizopigwa. Wagombea wengine 6 walikuwa wana jumla ya kura zilizo chini ya 10% kila mmoja. Japo shughuli hiyo ilikumbwa na changamoto za hitilafu za kimitambo na kuchelewa kuanza, vyombo vya habari nchini humo viliripoti idadi ndogo ya waliojitokeza kushiriki kwenye uchaguzi huo mkuu. Tume ya uchaguzi imeeleza kuridhishwa na hali ya shughuli nzima siku ya uchaguzi na hata wakati wa kuhesabu kura. Tume imetambua na kuridhishwa na jinsi shughuli nzima ya kupiga kura ilivyotekelezwa kwa amani tena kote Uganda. Kwa mara nyingine tunawapongeza raia wa Uganda kwa kujitokeza kwa wingi kuwachagua viongozi wanaowataka na kwa kujituliza na kufanya shughuli kwa amani na pia kutuelewa na kutustahamili kama tume ya kusimamia uchaguzi. Tume hiyo aidha iliongeza muda wa kupiga kura kwa saa moja katika baadhi ya vituo ambapo mashine za kuwatambulisha wapiga kura waliosajiliwa zilipokuwa na hitilafu na kuwalazimu maafisa wa tume hiyo kutumia kitabu cha sajili ya wapiga kura kama inavyoongozwa kikatiba. Wagombea wakuu wawili kwenye kinyang'anyiro walalamikia hali hiyo ya hitilafu kutokea, japo vifaa hivyo viligharimu serikali ya Uganda hela nyingi. Haikuwa sahihi kwa watu kwenda nyumbani bila ya kupiga kura na mashine zilikuwa zinafanya kazi. Ni lazima tujue ni kwa nini kulikuwa na hali ya kuchelewa. Na uhakika kwamba wanahabari mmeshapokea taarifa kwamba mashine za kidijitali za kuwatambua wapiga kura zimefeli. Ziligharimu serikali mabilioni ya pesa na zimeshindwa kufanya kazi. Ziliagizwa kutoka nje kwa madai ya kuzuia wizi wa kura na sasa watu hawazitumii. Usalama uliimarishwa ndani na nje ya vituo hivyo, huku serikali ikihakikisha kwamba hakuna vurugu ya aina yoyote ingetokea. Mtandao umeminywa kabisa siku ya Ijumaa, huku tume ikisubiriwa kutoa matokeo rasmi kama ilivyoahidi kuyawasilisha kwa umma katika saa 48 baada ya kura kupigwa. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia. A military helicopter hovers over a capital city that now feels like a war zone, plunged into an internet blackout. The Ugandan army are fully deployed in Kampala to silence any dissent on the ground. All this as election votes are tallied and disputed, with President Museveni's gains protected by force through the military led by his own son. People keep getting picked up by the military and the police as they move out and riot against what they're saying is already a stolen election.
we've had tear gas, we've heard live rounds, stun grenades. It's all happening in the heart of the capital city. The yells of defiance come with a quick clear out, but their message is simple. Right now, people have voted Bobi Wine. He has been cheated of his vote. How do you know that? I'm a Ugandan. We went to the polling stations. The materials arrived late. Support for opposition leader Bobi Wine is a dangerous sentiment, with men being beaten and taken away. And even our filming is no longer welcome. We're pulling out of the city centre. We've been held by dozens of military officers, heavily armed, who told us we were not allowed to film, that this is not election day. We were threatened and eventually released, but it's been made very clear that they don't want the world to see what they're doing here in Kampala today. The chaos around town is only ramping up as news spreads of votes being wrongly declared. I have the right to speak. And tally centres turn into battlegrounds. We have Ugandans that have voted, and this is their right to choose a leader. So I don't know, the international community, what can they do for us? Because us Ugandans, we have tried to fight. We have come out and voted, and we have requested without violence. This is protesting vote. The security forces close in. It's a protesting vote. And they're not here for show. They take him away. Another arrest added to the hundreds. My name is Senyondo Sulaiman. They are arresting me over process. Held for demanding democracy. Give me space, okay? They are taking me over nothing. They have left out the criminals. Salako bagenda kufa masasi bali mu coaching tufudde mama agenda tutomera wewe mama bafudde my goodness bajukubye masasi katonda wange bajukubye masasi ayayani egenda gwa wasi banaje bajukubye masasi bani abalimu abamuchi babakubye masasi UBH bajukubide wa masasi life bullet nga tulaba katonda wange bajukubye ya mulimu bakulembeze eki banaye ajikochenze nacho katonda wange gwe yobe H058 ekubidwa masasi iyo bachikoba iyo bachachikoba yankuwa uyaje agenda bakuba mwena yankuwa nanga agenda bakuba bonna katonda wange musoka mukole kuba bagenda bakuba bonna abalimu amasasi banaye takyasobola to ganye iyi bagenda gisalako bagenda jekuba bagenda jongera banashi kubedwa masasi mu kibi eyo agenda gisalako bagenda kufa masasi bali mu coaching tufudde mama agenda tutomera wewe mama bafudde my goodness mu kibi my goodness oh my goodness chokali mu coaching azibatunuzaamu mama yona yawedde wodda agenda tomera tufudde katonda wange bagenda bali mu kudduka mu kuba masasi malala. Hello nabwa coachinga mukibe emotoka gyolengereyo president asuka yimirire kibi atabuse yagigobye bana baba basanga babase